Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Amma ba'd, ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kurejesha shukrani kwa Allah aliyetuwezesha ikawa tumefika sehemu kama hii. Na hii ni fakhari kwetu sisi Waislamu ama kwetu sisi wanadamu, kwa sababu twafanya mambo yote, lakini anayetupatia uzima na uwezo wa kufanya yale ambayo sisi tunataka basi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tukasema kurejesha shukrani kwa Allah, kumshukuru Allah ni jambo la lazima kwa kiumbe ambaye ananyanyua hatua zake hapa duniani. Leo tutagusia machache yale ambayo Allah atatuwezesha tuyafikishe kwa nyoyo za Waislamu, ama tutafikisha kile ambacho Allah atatuwezesha tuwaelezee ndugu zetu Waislamu, kwa sababu yenye kukumbushana kwa siku kama hii ya leo ni mambo mengi sana, lakini haiwezekani khatibu ama mwenye kueleza yote. Basi ni kwamba wale wanaokumbusha, kila mmoja atakumbusha kile ambacho Allah atakwenda kumwezesha kukifikisha kwa Waislamu. Lakini leo nitaeleza masala ya kumkirimu mgeni ama kumtukuza mgeni, kumtukuza unayemjua, kumkirimu unayemjua na kumkirimu usiyemjua. Ni kama vile tuambiwa umpishie salamu unayemjua na umpishie salamu usiyemjua. Kila Muislamu jambo kama hili analijua, na ikiwa mambo kama haya tunayajua kama Waislamu, je, tunayafanya? Na ikiwa hatuyafanyi, tumekwenda kughafilika, je, tunapokumbushwa tunarudi nyuma kuyatekeleza mambo kama haya? Kwa sababu ni katika mambo ambayo yako katika Uislamu, ni mambo ambayo yamewekwa kwa Waislamu kuyatenda ama kuyafanya. Lakini tutagusia wakati Nabii Allah Yusuf alipookotwa na alipokwenda kuuzwa na akanunuliwa na mfalme, ni kwamba baada ya kununuliwa Nabii Allah Yusuf ameingia katika jumba la mfalme, na alipoingia mfalme kama yule ametoa oda kwa mke wake. Amesema yule ambaye amemnunua Yusuf limraatihi, kumwambia mke wake, akrimi mathwahu, fanya uzuri makazi yake, bimaana mtengeneze sehemu ambayo yeye mwenyewe
ameshukia kwetu, ni mgeni ambaye amekuja kwetu. Kwa hiyo mgeni anapokuja anafanyiwa mazuri, na mgeni anapoingia nyumbani anawekewa sehemu ambayo yeye mwenyewe ataridhia. Ndio maana amwambia mke wake, mtengenezee makazi yake, asa an yanfa'ana au natakhidhahu walada, huenda akatunufaisha sisi. Huyu kijana ambaye ni Yusuf atakwenda kutunufaisha sisi, au tutamfanya kuwa yeye ni mtoto kwetu. Bimaana kwamba mfalme anatoa oda kwa mke wake afanye mambo kama haya. Ni kwamba lengo la mfalme ni kwamba yule kijana ambaye wamekwenda kumnunua huenda akawanufaisha wao, ama watamfanya kuwa ni mtoto wao. Na Nabii Allah Yusuf ni kijana mdogo, lakini bwana kama huyu anatoa amri kumwambia mkewe, na mke wake amekwenda kutekeleza alichoambiwa, kwa sababu ni amri ambayo imetoka kwa mfalme. Na baada ya kuwa wamefanya mambo kama yale, Nabii Allah Yusuf ameingia katika nyumba ya mfalme kama huyu. Ni kijana mdogo, lakini angalia mitihani iliyopita kwa Nabii Allah Yusuf. Japokuwa ni mdogo, lakini katika nyumba kama hii alipokuwa mkubwa, yule mwanamke ambaye ameambiwa maneno kama haya baadaye amekwenda kumpeleka mbio Nabii Allah Yusuf. Lakini licha ya mambo yote, Nabii Allah Yusuf amekwenda kukirimiwa, amekwenda kutukuzwa katika nyumba kama lile. Na ndio maana tunapoangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wake ilipokuwa wanapata shida, aliwaamrisha kwenda Habasha. Kwa nini amewaamrisha wabure waende Habasha? Waende Habasha kwa sababu ya uadilifu wa mfalme wao. Yule mfalme ambaye ako pale, yeye ni mwadilifu, na anajua maswahaba wangu watakapoenda kule watakirimiwa vizuri na watatukuzwa na watakaa bila ya matatizo, kwa sababu kiongozi ambaye ako kule ni kiongozi ambaye ana tabia njema, na ni kiongozi ambaye anajulikaniwa na Allah na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia maswahaba walipoenda baada ya majibizano kuulizwa na Mungu wanajibu, mwisho wake mfalme kama yule amekwenda kuwapokea, kwa sababu alijua hawa ni wageni, na wageni hawa wametumwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amekwenda kuwakirimu na akawatukuza, ikawa wamekwenda kupata faida nyingi zaidi, na wao wenyewe wamekwenda kufurahia kwa sababu wamekwenda kukirimiwa vizuri. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaeleza mambo kama haya, na akaeleza hadithi ambayo lau tutaishikilia hadithi kama hii na tukaieleza na tukaifanyia kazi, basi kwa hakika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni wenye kufaulu. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, yeyote ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ambaye ako duniani na anajua ameletwa duniani, aliyemleta ni Allah subhanahu wa ta'ala, na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na akaamini kuna siku atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi amkirimu mgeni wake, amfanyie mazuri mgeni wake. Wakati utakapotembelewa na mgeni unayemjua na usiyemjua, basi mkirimu, kwa sababu haujui aliyekutembelea ni mgeni aina gani. Inawezekana wewe wafikiria ni mtu fulani, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala anataka kukupatia mtihani, anataka kukupatia mtihani. Na mitihani kama hii huwa Allah anapotaka kumwonja mtu huwa na mmoja tu.
kukufanyia mtihani. Na ndio maana mke wa Nabii Allah Ismail alipotembelewa na baba mkwe, alipotembelewa na babake, bwanake, baada ya kushukia nyumbani kwake, angalia yule mwanamke hakujua mgeni ambaye ameshukia nyumbani ni mtu gani. Mwisho wake kukapatikaniwa hasara kwa yeye. Mke wa Nabii Allah Ismail, Nabii Allah Ismail alipooa, kuna siku ametoka ameenda kutafuta, Nabii Allah Ibrahim akamtembelea mwanawe, kwa sababu Nabii Allah Ibrahim ikawa ni mzee, amemtembelea mwanawe kwenda kumsalimia na kwenda kumuona mtoto wake, lakini alipofika nyumbani kamkosa mwanawe. Alipomkosa mwanawe akapata bibi wa Nabii Allah Ismail ako katika nyumba, na mwanamke mgeni ambaye amemtembelea hajui ni mtu aina gani. Ameona tu ni mzee ameshukia pale nyumbani, lakini mwanamke mwenyewe hajui huyu mgeni ambaye amekuja kumtembelea ni nani. Yule baba baada ya kufika pale, mwanamke amemkaribisha kwa sababu ni mgeni. Baada ya kuwa wanaongea, mzee kama yule amemuuliza hali ya pale nyumbani, mnaishi vipi hapa, vipi maisha yenu? Mwanamke kama yule hamjui aliyemtembelea ni nani, lakini akaanza kutoa maneno mabaya yaliyoko, ameanza kutoa siri za pale nyumbani. Akamwambia maisha yetu yana shida, maisha yetu ni tabu, maisha yetu kadhaa wa kadhaa wa kadhaa. Amemwelezea mabaya yote ambayo yako katika nyumba, mitihani ambayo iko katika nyumba. Mwanamke kama yule amekwenda kumwelezea mzee kama huyu, hali ya kuwa hajui ni nani. Sasa mzee amekaa, wakati wa kuondoka kamwachia ujumbe yule mwanamke, akamwambia bwanako atakapokuja mwambie kuna mzee amekuja na anakupishia salamu, lakini amekwambia kizingiti cha mlango kimeoza, ukibadilishe, badilisha kizingiti chengine kwa sababu hichi kimekwenda kuoza. Mwanamke akamwambia sawa. Baada ya kuondoka mzee, Nabii Allah Ismail akaingia nyumbani. Baada ya kuongea na mke wake, mke anampa ujumbe, anamwambia kuna mzee amekuja nyumbani. Na baada ya kuja, alipokuwa anaondoka, ameacha ujumbe kadhaa wa kadhaa wa kadhaa. Akamwambia huyo ni mzee wangu na kizingiti cha mlango ni wewe mke wangu. Ina maana kuna mambo umemwelezea na yale mambo hayakumfurahisha babangu, na kizingiti ni wewe. Kuanzia leo nimekuacha. Nabii Allah Ismail amekwenda kumwacha mke wake kwa sababu mke amemkaribisha mgeni na ameeleza siri iliyoko ndani ya nyumba, na hajui huyu mgeni anayemweleza ni mgeni aina gani. Kwa sababu anayekutembelea, si kila anayekutembelea unamjua, si kila anayekuja nyumbani kwako unamjua. Wakati mwingine inawezekana unafahamu ni mtu fulani, kumbe ni mtihani utokao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anataka kuonja, kuangalia utafanya nini. Yule mgeni baada ya kutembelea utafanya nini? Na ndio maana mwanamke kama huyo anapewa talaka kwa sababu ya mambo kama haya. Nabii Allah Ismail alipooa tena, yule mzee tena akamtembelea mwanawe. Alipoenda amepata tena mke pale. Alipomuuliza yule mwanamke akamwelezea mazuri, mpaka Nabii Allah Ibrahim ikawa anafurahia. Mwisho wake anamwachia ujumbe, anamwambia mwanamke akimwambia kizingiti cha mlango kiko sawa, asibadilishe. Bwana baada ya kupewa ujumbe akasema huyu ni babangu na kizingiti ni wewe mke wangu. Ina maana babangu amefurahia yale uliyomwambia. Kuna maneno mwambie na amemfurahisha mke wangu ni wewe, ni kwamba wewe umemweleza mazuri. Ikawa mwanamke ni sababu ya kuishi na Nabii Allah Ismail. Si kila mgeni ambaye anashukia nyumbani kwako. Wakati mwingine yule mgeni anayeshukia inawezekana ni mtihani. Na mgeni aina yote atakayekuja nyumbani, mtu ana yote akija nyumbani, ni wewe kumkirimu. Na ndio maana wale wageni ambao walishukia kwa Sayyidina Ali na Nana Fatima wamekwenda kukirimiwa, wamekwenda kupatiwa chakula na wamekwenda kufurahia, kwa sababu Sayyidina Ali alijua kwamba hawa ni
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Wanalisha chakula yatima, maskini, mfungwa. Wamekuja wanataka chakula na wametoa chakula wakawapatia, na hali ya kuwa kile chakula wao wenyewe wanakipenda, lakini wamekwenda kutoa wakawapatia kwa sababu tumeshukiwa na wageni, kwa sababu hawa wana shida, wakatoa chakula ambacho wanakipenda, wamekwenda kuwapatia, wakala mwisho wake wanawaambia hatutaki malipo kwenu wala hatutaki shukurani. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa wanamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Wageni walioshukia kwao, leo tukisoma aya kama hizi tunaelezwa hawa wamekwenda kufaradhiwa nini? Pepo. Watu waliofanya mambo kama haya wataingia katika pepo. Ikiwa hali kama hiyo wamekwenda kuifanya, mimi na wewe kwa nini tubaki nyuma? Na sisi maisha yetu wakati mwingine huwa tunadharauliana, na katika majumba kuna mtu anaweza akaoa mke ndani ya nyumba. Inawezekana yule baba ana tabia chafu, anapokuja baba yake mke akiingia ndani ya nyumba tayari mwanamume hukunja sura, hukasirika. Kwa nini baba kama huyu amekuja? Baba amekuja ni furaha na ni neema kama hii. Baba ameona sehemu ya kushukia ni kwako. Baba yake mke amekuja, lakini baba wewe unatoa maneno makali na wewe mwenyewe unachukia. Kwa sababu gani? Kwa sababu umetembelewa na baba wa mke wako. Unamuuliza mke wako wakati gani ataondoka nini huyu? Wakati mwingine hata kufukuza baba mke unamfukuza. Yule baba wa mke wako utamfukuza kwa sababu ya tabia chafu. Inawezekana umemwona baba ameingia ndani ya nyumba ni baba wa mke wako, lakini inawezekana ni malaika na haujui. Na kuna wanawake ambao pia wana tabia chafu. Baba yake bwana anapoingia ndani ya nyumba, ama mtu wa bwana akiingia ndani ya nyumba, basi zile kucha zote huzitoa, kusema maneno machafu. Wakati mwingine mpaka maneno hudhihirisha, kuambia maneno machafu familia ya bwana. Kwa sababu gani? Mmekuja hapa tu mkule, hakuna sehemu ambapo kwamba nyinyi mumeona kushukia, sema kushukia ni hapa tu. Huwa anatoa maneno machafu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamekwenda kutufundisha vizuri. Ikiwa haujui mambo, basi unaposoma mambo kama haya utajua namna ya kwenda na utajua namna ya kuishi. Nabii Allah Lut alitembelewa na wageni. Wageni wenyewe walikuwa hawajui, lakini kumbe waliomtembelea ni malaika. Malaika wamemtembelea. Kwa nini wamtembelea? Wamemtembelea kwa sababu ya watu wake wamekuja kwa ajili ya kuangamiza. Kwa sababu Nabii Allah Lut ilikuwa akiwaeleza yale ambayo Allah anataka, lakini ilikuwa wanamdharau. Wakaona wageni wamemtembelea, wakaona hawa sasa ni neema kwetu. Wakaona watu kama hawa wafanye yale ambayo ilikuwa wao wakiyafanya, wakidhani ni wageni, kumbe ni malaika. Malaika anapokuja wakati mwingine hujigeuza kwa sura ya kitu. Kwa umbile lake huwezi kumuona, lakini anapotaka kuja kwa wewe umuone, anajigeuza ile sura yenyewe, anajigeuza malaika kama huyo, unafikiria ni mtu fulani, kumbe si. Kwa sababu Allah anakupatia mitihani. Ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anayeamini siku ya mwisho, basi amkirimu mgeni wake. Hujua aliyeshukia nyumbani kwako ni mtu gani. Unaweza ukafikiria kama ambaye ni mtu fulani, kumbe ni mitihani Allah ilikuwa anataka kukuacha. Na ndio maana bwana mtume kama
sikosei, tunasema idha ja'akum karimu qaumin faakrimuhu, pindi akiwajia mtukufu wa watu mkirimuni. Ikiwa mmetembelewa na mgeni kama huyu anaheshimika kule kwake, anapowatembelea mfanye nini? Mumkirimu, mumfanyie mazuri, kwa sababu ni mgeni amewatembelea. Kule kwao anaheshimiwa na kule kwao anatukuzwa. Akija kwenu nyinyi pia mumtukuze. Kwa hiyo ikiwa tutatembelewa na mgeni, ni wajibu wetu ama ni jukumu letu kumkirimu mgeni kama huyo. Mtume ndio maana akasema hivi. Ukija katika suratul Dhariyat, nafikiri aya 24, ukienda, Mola Subhanahu wa Ta'ala anamweleza Nabii Allah Ibrahim. Anamweleza Nabii Allah Ibrahim na anaeleza wageni walioshikia kwa Nabii Allah Ibrahim. Tunamjua Nabii Allah Ibrahim. Hata katika ibada ni lazima tumswalie Nabii Allah Ibrahim. Na tunafahamu visa vyake, historia yake. Ukisoma Nabii Allah Ibrahim, wewe mwenyewe utaona hapa kuna faida kubwa na kweli kuna mitihani. Nabii Allah Ibrahim ni yule ambaye kwamba ametupwa kwenye moto na Allah akaokoa. Mola anauliza, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, je, imekufikia hadithi ya wageni wa Ibrahim wanaoheshimiwa? Idakhalu alayhi faqalu salama, walipoingia kwake yeye faqalu salama, wakasema salama. Bimaana walipoingia kwa Nabii Allah Ibrahim wakapishia salama. Na ndio mafundisho ya Uislamu. Mgeni anapotaka kuingia nyumbani kwako, mtu aina licha ya mgeni, mtu aina yote anapotaka kuingia nyumbani kwa mtu, kitu cha kwanza atakachokifanya ni kubisha hodi. Gonga mlango mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ikiwa wenyewe hawaitikii, ondoka, nenda zako, kwa sababu haujui ndani ya hiyo nyumba wenyewe wanafanya kitu gani. Kwa sababu ya ibada, kuna ibada tofauti tumekuja kuswali na ibada. Hata nyumbani pia kuna ibada ambazo hufanya nini? Hufanywa. Kwa hiyo inawezekana wabisha mlango, kumbe wenye nyumba hawataki kufungulia kwa sababu wako kwenye ibada. Na hali kama hii ndio mafundisho ya Uislamu. Na ndio maana kuna jambo kidogo tukumbushe sisi hapa. Alhamdulillah, tunashukuru. Wakati mwingine tunapokuwa katika majumba, unaweza kuona mtu ametoka huko, pengine mfano ametoka kotini ama ametoka huko, basi ule mlango namna anavyobisha ni kama ambaye mmegombana, mmekosana pale nyumbani. Maustadhi hapa waulizeni, Sheikh Abdallah yule pale waulizeni. Naweza kuona mtu amekuja kabisa na tunajiuliza kuna shida gani? Na ukifungua mlango ukitoka na kwambia nataka maji. Wewe umebisha mara kwanza, mara pili, mara tatu, usipata kuitikia. Ni ufanye nini? Ni ufanye nini ndugu zangu Waislamu? Wewe umebisha ustadhi, akondana nyumba, unajua anafanya kitu gani? Wewe halafu kutoka nataka maji, haujui anafanya ibada gani. Kwa hiyo akatisha ibada kwa sababu ya kutoka. Haujui anafanya kitu gani. Haya sio mafundisho ya Uislamu. Ukibisha mlango wa mtu mara tatu asipoitikia, afadhali uondoka. Ndio mafundisho ya Uislamu. Kwa hiyo Nabii Allah Ibrahim, wale malaika walipoingia, idakhalu alayhi faqalu salama, walipoingia wakauliza salama, bimaana akampisha salamu Nabii Allah Ibrahim. Qala salamun qaumun munkarun, akasema salama watu nisiowajua. Nyinyi ni watu ambao siwajui mimi, mmekuja nyumbani kwangu. Na katika mitume ambao walikuwa wakifurahia kutembelewa na wageni, Nabii Allah Ibrahim. Sema salama hapa salama, lakini akiwaambia nyinyi ni watu ambao siwajui, lakini anazungumza nao huku akitabasamu, akijua nimetembelewa na wageni, lakini amewapa jibu ni watu ambao kama mimi mwenyewe siwajui. Baada ya kuambia hivyo, faragha ila ahlihi fajaa bi'ajlin samin, akaenda kwa ahali yake, yana ameenda kwa mke wake.
akaja kwa ndama aliyenona. Fajaa bi'ajlin samin, akaja kwa ndama aliyenona, yani mnyama ambaye amenona. Mnyama kama huyo amekwenda kumchinja, kukatengenezwa chakula. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwakirimu hawa wageni waliotushikia. Kukatengenezwa chakula. Faqarrabahu ilayhim, chakula kama kile akawaekea, akawakaribisha wageni kama wale. Lakini sifa ya malaika wana sifa moja, wana sifa ambazo kwamba wanazo. Malaika hana shahwa ya kutamani mwanamke. Sisi tumepewa shahwa za nini? Za kutamani wanawake, si ndio? Yule mke wako ambaye umekwenda kumwoa kwanza umemtamani ni kufanya nini? Alafu malaika hawana sifa ya kutamani chakula. Sisi tunatamani nini? Chakula. Yaani kuna vitu tumepewa malaika hawakupewa. Kwa hiyo sisi tunapotamani kula tunahisi njaa, lakini malaika wao hawali chakula hicho ambacho tunakula. Chakula chao ni nini? Tasbihi. Kumtakasa Allah, kumtaja Allah ndio chakula chao. Kwa hiyo Nabii Allah Ibrahim akaleta chakula. Baada ya kuleta chakula, amewakaribisha wageni kwa sababu wageni wameingia kwa Nabii Allah Ibrahim hajui watu aina gani, lakini yeye ana sifa ya kufurahia wageni wanaposhukia kwake. Kwa hiyo chakula kama kile kikaletwa. Kilipoletwa chakula ni kwamba anawaambia karibuni, lakini malaika kama wale, watu kama wale, ikawa hata hawaangalii chakula wala hawali. Qala ala ta'kulun, Nabii Allah Ibrahim akauliza, kwani hamli? Bimaana nimewekea chakula, mbona hamli? Unaonaje leo mwingine amekuja, umemwekea chakula, baada ya kumwekea chakula mwambie ndugu yako karibu, alafu yule mtu haangalii kama na wala hali kabisa, na wala hakuna neno aina lolote ambalo amekwenda kutoa. Sasa unaweza kukaa mpaka kufikiria ni madharau. Sasa viumbe kama hawa ilipokuwa hawali, fa aujasa minhum khifa, Nabii Allah Ibrahim akaza waswasi. Hawa watu ambao hawali alafu wamenyamaza ni watu aina gani? Sasa Nabii Allah Ibrahim anajiuliza ndani ya moyo wake, anauliza hawa ni watu aina gani? Qalu la takhaf, malaika kajua Nabii Allah Ibrahim anababaika, huyo anaogopa, huyo akamwambia usiogope. Qalu la takhaf, wakamwambia usiogope. Nafikiri mbele anasema wabasharuhu, si ndio? Wabasharuhu kama sikosei bighulamin alim, wakampa habari ya furaha kwa kijana mwenye elimu. Baada ya Nabii Allah Ibrahim ameingia na uoga, anaogopa, wakamwambia usiogope. Halafu hapo hapo akampa habari kwa kijana mwenye elimu, kwamba wewe utapata kijana, na kijana kama huyo atakuwa na elimu, ambaye kwa Nabii Allah Ismail. Wakampa habari, acha kuogopa. Wakamjuza Nabii Allah Ibrahim, akaelewa hawa ni wajumbe kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Furaha kama ile ikawa kwenye moyo wa Nabii Allah Ibrahim. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu waliomtembelea Nabii Allah Ibrahim ilikuwa hawajui, lakini akawakirimu vizuri. Kwa sababu ametungwa nani? Hawa ni wageni wangu. Na ukisoma historia waliotoka katika mji wa Makka kwenda katika Muhajirin, walipoenda Madina, wale watu wa Madina wamekwenda kuwakirimu vizuri. Na ukisoma sura ukiangalia ukienda utaona Allah anasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Ukiangalia aya kama hii inaeleza kuhusu watu wa Madina, Ansar na Muhajirin. Muhajirin walipotoka katika mji wa Makka, walipoenda Madina, wale Ansari, watu wa Madina, wamewakirimu Muhajirin, wamewakirimu watu waliotoka katika mji wa Makka, wamekwenda kuwakirimu. Kwa sababu hawa watu wa Madina wao wenyewe wameona ni neema
ya kutembelewa na wageni kama hawa. Kuja ndugu zetu wamekwenda kuwapokea na wakawakirimu vizuri, mpaka wao wenyewe wakawa wamefurahia, mpaka muhajirina wanaona answari ni bora zaidi kuliko wao, na answari wanaona muhajirin ni bora zaidi kuliko wao. Yani wale wanaoona hawa ni wabora na hawa wanaoona hawa ni wabora, kwa sababu wametembelewa na wageni kama hawa, na ni ndugu zao Waislamu wamekwenda kuwatembelea. Ndugu Waislamu, katika hadithi ambayo nimeeleza kwamba Mtume anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, vile vile Mtume amesema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, anayemwamini Allah na anayeamini siku ya mwisho aunge uzao wake. Uzao maana yake ni kuunga familia yako, kuunga familia, kumunga baba yako, kuunga watu wako wa karibu, wale watu wako kuwaunga na kuishi na wao vizuri ni bora zaidi. Ule unga uzao, usiwe na vita na ugomvi na mtu aina yoyote. Tangamana nao. Unapotangamana na uzao wako na watu wako vizuri, basi unapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na utakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakwenda kufurahia. Na mwisho Bwana Mtume anasema wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, anayemwamini Allah na anayeamini siku ya mwisho basi aseme khairi au anyamaze. Ikiwa kuna khairi izungumze, kama kuna khairi eleza. Kama unajua jambo kama hili lina khairi kwangu na jambo kama hili Allah subhanahu wa ta'ala atafurahia, jambo kama hilo lieleze, lifanye, kwa sababu utapata faida kwa Allah. Na ikiwa hakuna jambo la khairi, Mtume asema basi unyamaze. Kule kunyamaza kwa wewe ni khairi. Na hili ni jibu tu kwa mwanamke ambaye ni bikra, mwanamke ambaye kama hajaolewa. Mkizungumza naye kule kunyamaza kwake tayari ni jibu, huyo kashakubali. Kama hataki afanye nini? Aseme mistaki. Lakini akinyamaza ndio jibu kwa haya ambayo nimekwenda kueleza. Ikiwa nimeteleza basi mimi ni mwanadamu, na ikiwa mimi nimepata basi ni taufiki itokayo kwa Allah. Ikiwa nimekutisha na samahani, kwa sababu watu wanakuja kuchelewa sana msikitini, basi kwa